tulikuwa na wao, tukaambia tufanye hivi, twende nyumbani, tuachane na hao wanatupiga mbio, wajua kuka hospitali, tutajaribu vile tutatafuta hao madaktari wanakuanga huko, wampatie mafuta ya shirika, tuamkie siku asubuhi kumshughulikia. Wengine Tuesday nikaamuka asubuhi na mapema, nikateremka, nikaenda mpaka Tigoni. Kwenda Tigoni kuuliza mtoto alipelekwa wapi, ako wadi gani, nikaambiwa hautaanza hapa, alibebwa na maaskari au maaskari wale walikuta hapo, wakaenda na yeye. Kwa hivyo wewe fanya hivi, anaanza huko kwa polisi. Kwenda kwa polisi nikaulizwa anaitwaje, nikasema anaitwa station gani, polisi gani? Tigoni. Nikaenda Tigoni, nikaambiwa kijana ako hapa, lakini tumetafuta gari, juu hakuna gari zetu zote ziko kazi. Saa ile OCS juu alikuwa kazi, nikaomba namba ya OCS, nikampigia, akaniambia ako mbali juu ako kazi. Niingie Angalia kamera. Kuingia kwa OCPD, kaanza sasa kumwambia ngoja gari itakuja. Saa ile OCS alikuja na kagari kaka, akaitisha gari ya polisi. Sasa tukachukua safari tukaenda Kiambu. Walikuwa anasema labda apelekwe Kiambu. Kufika Kiambu mahali unakanga ndio uingie na tabu, wakasema kuna furugu, wakapiga ritani. Kupiga ritani, wakakuja tena wakamrudisha Tigoni kwa sela. Hapo alikuwa. Sasa sisi kuna ndugu yangu mkubwa akakuja, akaleta fujo. Zaidi alileta fujo, nikawaambia kaa ni x-ray ile shida, simwache kwanza tupeleke mtoto hata kama ni private atengenezwe. Akaniambia hao hawana pesa. Mimi nikawaambia pesa ya picha niko nayo, nitapata msaidi. Kaenda paka Limuru, tukapigwa picha. Badala tumpeleke hospitali, tulirudi paka Tigoni. Wale walitupeleka wakatuambia hawa hawana nguvu ya kukupeleka mahali tunataka. Sasa huyo ndugu yangu Sahili alikuja akaleta fujo sana. Kuleta fujo, wakaamua sasa, OCS akawaambia, kwa nini mnakataa kumpeleka hata kama ni hapa kwa hospitali? OCS akatoa amri, tukapelekwa hapo Tigoni tena. Kupelekwa Tigoni, mguu ilikuwa bado ikiwa na madamu vile ilikuwa imefungwa mara ya kwanza, akafunguliwa, akafungwa tena. Hakuna kitu kingine alifanya. Na picha hiyo alikuwa amepigwa vizuri. Nikamwambia si picha iko kaa kuna shida kubwa asiatengeneze na picha nimempigisha. Akaniambia hiyo kwanza. Wakaniambia kwanza wamrudisha huko, tukamwacha tena huko kwa sasa. Sasa jana tukaenda paka mimi nikaamuka bado. Nikaenda nikawauliza mtoto atapelekwa hospitali. Wakaniambia wewe tulia, tutafute gari yenye itampeleka hospitali Kiambu. Mimi nikarudi Limuru. Nikaambia huyu ndugu yake, fanya hivi, wewe teremka Tigoni, kama watampeleka na Kiambu unipigie simu. Sasa nilifika Limuru nikapigiwa simu. Hata siwezi jua ni nani alinipigia. Akaniuliza, na unajua kijana yako analetwa mahakamani leo? Nikamwambia, mimi nikaambia huyu, usitoke Tigoni, wewe bora uangalie ile gari itambeba. Kama itaenda na Kiambu, uniambie nichukue gari ya matatu nikuja paka Kiambu. Kama ataletwa na huku Limuru, nijue kama atapelekwa kotini. Unaona, mimi nikaenda nikakatalia kotini. Kuna watu walikuja wa familia. Na ile watu walikuja wa familia, tukiwa kotini, sasa sisi tulikuwa tumegoja aitwe. Na ile tulikuwa tumegoja aitwe, hatukuwa tumesikia. Mimi nikakuja nikaambiwa, kuja. Nikatolewa nje. Kutolewa nje, nikaambiwa, huyu kijana wako, tumeona tumpatie freeway na umrudishe hapa polisi tarehe 17. Saa ile tulirudi kwa polisi. Sasa hapo watu wakaanza kukuja. Kuna mtu alifuata hiyo mambo kutoka kotini akauliza,
kuna kijana amekosa hapo kwa koti. Uliza hivyo hata mimi hata siwezi kuambia ni nani. Mimi ile ripoti nililetewa na hawa watu wa familia. Akakosa. Kukosa, saa hiyo sisi alikuja, saa hiyo nilitolewa kotini. Tuliwekwa kwa ndani personal, karudi tena kwa headquarter sasa ya Limuru. Kwa hivyo kuwasilishwa mahakamani. Hakuwasilishwa mahakamani nilitolewa. Unajua sasa tunaona mahakamani. Mimi nilienda na nitajia mtakaa chini. Polisi anashtaka nani, wanataka kumshtaki nani? Wanasema ati alikuwa anabeba hizi chuma za barabara. Kwenye alikuwa anaweka. Mimi kama saa ile tulirudi huko tukaandika sasa vile OCS alisikia akamuuliza vile kujenga. OCS akaandika huyo wa Tigoni sasa akaandika akaniuliza na mimi nilikuaje, na mimi akaandika vile nikamwambia vile mimi niliambiwa hii tutapatia OCS. Ile tuliingia kwa OCS, tukakuja lawyer kutoka huko kwa koti. Lawyer mwenye alikuja mimi saa hiyo sasa nikapelekwa kwa huyo sijui ama ni yeye mkubwa kabisa hapo kufanya kwa Limuru, kameandikwa OCS. Kaingia huko tukaanza kuongea. Sasa akaanza kuniuliza sasa huyu mtoto wako tunataka kumpatia freedom. Akimpatia freedom bado utamleta hapa kotini hapa polisi tarehe 17 mwezi. Akaniambia utaenda naye. Nikamwambia mimi naenda naye lakini siwezi mtoa hapa nimpeleke nyumbani, labda nimpeleke. Bahati nzuri hata siku anafikiria juu nilikuwa nashindwa sasa, nilikuwa nafikiria vile nitaenda kuambia watu kwa stage wanisaidie nimpeleke kwanza Kiambu. Kutoka nje nikakutana mimi hata simjui, nikakutana na mtu yeye Msamaria mwema tu. Ndio amenisaidia paka kutoka jana mpaka saa ile nilitoka hapa 5. Nilimleta Kenyatta jana. Saa ile tulitoka huko kwa ofisi, saa ile niliwaambia mimi siwezi kupeleka mtoto nyumbani akiwa hivyo amekaa mguu, na nilikuwa nimemuona. Wakaniambia sasa wewe fanya hivi, tafuta namna ujue vile utapeleka mtoto wako hospitali. Mimi saa ile tulitoka hapa, bahati nzuri nikapatana na Msamaria mwema. Hawa watu wa familia sijui ama wao walikuwa wanatafuta kama msichana ama alitoka wapi, akatusaidia akatuambia kuna hata ni mwanaume alikuwa mbeleni, akatuambia msijali, huyu mtoto atapelekwa mpaka hospitali. Acha nikuulize swali. Sasa hali yake kwa sasa hivi, sasa imetolewa au bado? Sasa siwezi sema haijatolewa, siwezi sema ama iko bado kwa mguu juu kutoka vile alifungwa first ya kwanza hata na ya pili hakuna kitu kingine amefanya. Lakini wakati alipigwa picha na daktari wa kwanza na ule tulikuta Tigoni mara ya kwanza, alituambia nini, msiwachaneni na hawa, jueni vile mtasaidia mtoto wewe, aidha mpeleke Kiambu ama Kenyatta. Sawa, swali la mwisho. Anaitwa nani majina tu na ni miaka mingapi? Anaitwa Solomon Njoroge na kona 14 years. 8 months. Anasoma wapi? Bibilian Primary. Na wewe mnaitwaje? Jina lako? Mimi naitwa John Kidia Mongera. Kuna pesa umeitishwa hapa ya kulimlipia ama? Mimi kutoka jana, kutoka saa ile huyo sisa alichukuana na hiyo maneno mpaka saa hii mimi siwezi sema nimetoa pesa hapo. Kwa hivyo hujui bili yako ya hospitali hapa? Ama lakini kuna mtu amenisaidia hata saa hii, hata asubuhi mpaka hata chenye nilikula si ati mimi nilitoa. Kutoka saa ile alichukuana na hiyo mambo. Sawa. I want to bring to your attention
that huyu mtoto ambaye tumekuja kusaidia, mtoto wa huyu mama yake alikuwa ameaga Akona 2 years 1 month. 2 years 1 month na alipata accident ya stima akaaga. Kwa hivyo sasa huyu ndiye baba ndiye mama, ndio umesikia akisema ni yeye alikuwa anatengeneza waru apikie watoto, sababu yeye ndiye anashughulika na hawa watoto. Kuna watoto wangapi? Kuna watoto 4, lakini wale nakaa na wao ni 3 juu wasichana ndio alikuwa kadogo, niliambiwa kaenda na sister yake na bibi yake. And as we speak about minors and deaths, please note that we have also lost another girl in Kiambu County, yule mtoto wa Dumberi ambaye alipatwa na risasi akiwa kwa nyumba, Bridget. Na I think you should also investigate further how many more children were caught by those bullets or they were shot in their houses in Kiserian. Kwa sababu huyu mama ambaye ni mama mtoto wa 7 years mwenye ako hapa amelazwa hapa wa 7 years amenieleza ya kwamba kwa hiyo ploti si mtoto wake peke yake alipigwa risasi. Kuna wengine walipigwa risasi, ni vile mtu alikuwa anachukua mtoto wake anapeleka pahali ataweza. Kwa hivyo ni kuonyesha ya kwamba hawa askari ambao walikuwa wanaingia kwa maploti wakishutu watoto ama wale wote wanaopata kwa ploti waliumiza watoto wengi sana. Kwa hivyo sisi tuna huzuni, tunasema ni pole sana kwa wale ambao wameumia, poleni sana wale ambao walipoteza watu wao, poleni sana wale ambao walipoteza biashara zenyu, poleni sana. On behalf of the leadership of this country, as a mother, I can only feel your pain. I am very sorry. This is not the Kenya that we bargained for. This is not the regime that we campaigned for. This is not the prayers that we prayed for Kenya. And I believe the God of Kenya, the God that safeguards the people of Kenya, is going to take over this country very soon. I believe in God. I believe God is peaceful and God stands for peace. Thank you very much. Okay, so honorable senators will move to order number 12 before we come back to order number 9. Order number 12, motion, report of the Standing Committee on Devolution and Intergovernmental Relations on a petition to the Senate by Mr. Laban Omusundi concerning the branding of public projects with images of governors and members of county assemblies, MCAs, and branding of county vehicles. Senator Abbas. Yes, go ahead. Honorable Senator, Speaker, I beg to move the petition for Laban that the Senate adopts the report of the Standing Committee of Devolution and Intergovernmental Relations on a petition to the Senate by Mr. Laban Musundi concerning the branding of public projects with images of governors and members of the county assemblies, MCS, and branding of county vehicles laid on the table of the Senate on Tuesday, 3rd June 2025. Honorable Speaker, on September 2024, the Senate received a petition from Mr. Laban Musundi, a resident of Nakuru County and the Executive Director of Grassroots Civilian Oversight Initiative, concerning the matter of branding public projects with the images of governors and MCAs branding on county vehicles. The petition was presented in the Senate on 9th October 2024 by the Speaker of the Senate, pursuant to Standing Order 2362B of the Senate Standing Orders
Consequently, the petition stood committed to the Committee of Devolution. Honorable Speaker, the salient issues raised in the petition were that the county-funded projects across all over 47 counties are embezzled with the portraits, images, and names of governors and members of the county assemblies as if projects were funded by them and not taxpayers. Further, that these political elites in the counties have been allowed to massage their respective political egos and use spaces of public funds, public-funded projects to advertise and brand themselves for personal political cause without checks and balances. The petitioner referred to Article 231(4) of the Constitution that disallows the portrait of all individuals on the occurrences. He was concerned that the political elites are allowed to brand taxpayers-funded projects with respective portraits, images, or names, noting that historically, some kings used their respective portraits in the manner to be seen as gods and superior. It differs from provisions chapter 6 of the Constitution of Kenya 2010, which refers to an elected leader as selfless servant, not as a small god. Honorable Speaker, petition noted that the taxpayers' money is being used to brand political elites and perpetuate personal political egos, which is contrary to Article 75(1) of the Constitution of Kenya. Further, that county government vehicles have all been used for personal effects to the political elites and upcoming staff of counties, courtesy of branding those vehicles. The petitioner claimed that efforts made to address this matter to the Council of Governors, Attorney General were futile, since there was no response. The petitioner prayer was that the Senate to amend the County Government Act 2012 to insert a clause to permanently restrain the governors and members of the county assemblies from branding their respective portraits, images, or names of the public-funded projects of the counties, as it was done to our currency and disallowing portraits of individuals. B, ensure that all public-funded projects are branded as courtesy of taxpayers of Kenya. C, comes up with regulations or amendment to any law in existence to make sure that all county government vehicles are branded with colors of our national flag to make them easily identifiable. And if the public see them being used for non-governmental activities, they can occupy them peacefully. D, performs any other course that it deems fit in its own wisdom on the project. Honorable Speaker, the committee proceeded to consider the matter. The committee further resolved that to invite the petitioner Laban for further discussions on the issues raised upon invitation. The petitioner appeared before the committee on November 2024 to present the petition. He emphasized the primary objective is to protect the public funds from being misused for the personalization and branding of public projects with individual names or identities. He appealed to the Senate to intervene and establish measures to curb such acts and to safeguard public resources. The committee concurred with the petitioner on the need to restrict the branding of public projects and government vehicles with individual names and images, affirming that such practice amounts to personalization of public resources and contrary to principles of integrity as outlined in the Constitution and relevant laws. Honorable Speaker, based on the submission received from the stakeholders, the committee made various observations and recommended as set out in the report. The committee... What is the point of order, Senator Kenyu? Mr. Speaker, I am hearing a speech from the senator, and I thought he was moving, and he's reading what I'm standing at Standing Order 95. Senator Abbas, just proceed.
have you heard? Honorable Speaker, the committee observed that branding public projects and vehicles with the individual names or images translates to personalization, to the display of information on projects on buildings guided by the fiscal and land use planning, Act Cap 303 of the Constitution, the Urban Areas and Cities Act Cap number 257, the Occupational Safety and Health Act Cap 236A, and its Public Health Safety Regulation, the National Construction and Authority Act Cap 118, it is Building Code. Additionally, the Site Board Guide, guided by National Construction Authority, explicitly highlights the required details to be displayed on projects. 3, using public funds to brand projects and vehicles with the names of images, public officers amounts to misuse of public resources and goes against the principles of transparency and prudent financial management. Honorable Speaker, the committee recommends that public officers, including governors, members of county assemblies, and officials at both national and county levels, should strictly adhere to laws guiding the conduct of public officers, including the Constitution of Kenya 2010, the Public Service Values and Principles Act 2012, the Public Officers Ethics Act Cap 183, and the Leadership and Integrity Act Cap 18C. 2, the Ethics and Anti-Corruption, in collaboration with the Office of the Attorney General and the Control of Budget, should enforce the strict compliance with the constitutional and statutory professions, governing integrity, accountability, and the proper use of public resources. 3, the Ethics and Anti-Corruption should, within 30 days upon tabling of this report, provide a report to the Senate on the status of the intervention and measures that are taken to restrain public officers branding public projects, vehicles, or assets with their names, images, and personal symbols. Honorable Speaker, with those few remarks, I wish to move the motion and request that the House adopts the report of the Standing Committee on Devolution, Intergovernmental Relations on the petition regarding branding of public projects with images of governors and MCS branding county vehicles. And I beg to request Senator Shisang to second. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I also beg to second this particular motion. This is a very important motion that has arisen as a result of a petition. A petitioner, Honorable Speaker, if you go across our counties, you will see everywhere photos for governors, photos for MCS being branded across, saying what they have done for the people of Honorable